thumma yubasmila, kisha atasoma bismillah, wa yaqra al-fatiha, na ataisoma fatiha, fayaqul bismillahir rahmanir rahim. Atasoma fatiha, lakini sahihi fatiha ikisomwa kama katika swala ya jaharia, imamu ataisirisha hiyo bismillah, yana ataisoma kwa siri, si kwa sababu haipo, kwamba hakuna kabisa bismillah, hakuna. La, bismillah ipo. Masala kwamba je, ni sura, ni aya katika Fatiha au si aya, kadha wa khilafu za wanachuoni, lakini bismillah iko. Ila Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa hahitaji kwa dhahir. Ingine kuna mtu auliza swali, hivi nyinyi hii bismillah hii imewakosa nini? Mtu auliza swali, hii bismillah nyinyi imewakosa nini? Kwa nini? Mbona huisomi? Mwambie hiyo ipo. Sasa kama ipo, mbona hamuisomi? Mwambie Mtume sallallahu alaihi wasallam ameswalisha Abu Bakar, ameswalisha Umar, hawakuwa wakianza kwa sauti kwa bismillahir rahmanir rahim. Pamoja na kwamba ipo hadithi baadhi ya masahaba waliswalisha wakaisoma bismillah, lakini sisi tufuata mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lakini utaratibu katika swala ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, anapoanza kusoma Qur'ani katika swala haanzi, yani Fatiha akisoma haanzi na bismillah kwa dhahir, kisha anaanza alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alayhim غير المغضوب سو غير الموضوب. Mtakiwa mnaposoma suratul Fatiha, mkifika kwenye kusoma mtakiwa muwe makini sana na sura hii, kwa sababu ni nguzo katika swala. Usibadilishe chochote. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ukiambiwa soma Fatiha, wengine wanasoma kishafika wala dhalin, amin. Hii amin hii ni dua ya somo kwenye swala, si aya katika Fatiha. Amin wataitikia watu katika swala. Kwa hiyo watakiwa uidhibiti hii sura vizuri. Sisi nikifanya tarjuma itakuwa itachukua muda hiyo. Alhasil ni kwamba unatakiwa usome suratul Fatiha, na ni wajibu kwa kila Muislamu kujifundisha suratul Fatiha, ni faradhu ain. Jifunze uijue vizuri kabisa ili usome vizuri. Haya, thumma yaqula, kisha atasema amin, sio amin. Wengine sema amin, yani maana inakuwa ni tofauti. Sasa kusema amin, hiyo ni fujo. Uje itikia amin na usema amin, maana yake wenye kukusudia. Na amin maana yake ewe Allah kubali. Kusema amin maana yake ewe Allah kubali, tukubalia haya maombi. Allahumma istajib, na maana yake amin. Sawa? Kwa hiyo unatakiwa ufahamu namna kuitikia, sio amen. Amen hiyo ni Kikristo. Sawa? Sisi tuna amin, yani Allahumma istajib, yani maana yake ewe Allah kubali, tuitikie Allah. ثم يقرأ ما تيسر من القرآن، kisha atasoma kilichomwepesikia katika Qur'an, kilichochepesi katika Qur'an, sura nyepesi. Wayutila alqiraa, na atarifusha kisomo fi salati subhi, katika sala ya subhi,
Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akisoma sura ndefu ndefu katika salatu subhi, na ni sunna. Na ndio maana katika tafsiri ya wanawachuoni ipo tafsiri kauli yake wa Qur'an al-fajr, inna Qur'an al-fajr kana mashhuda, wakisema kwa sababu ile salatu al-fajr husomwa kiraa kirefu. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akisoma tiwalul mufassal katika kuanzia sura Qaf mpaka kufika sura An-Naba, kusoma katika sura al-fajr baadhi ya sura zilizopo hapo katikati. Hili takiwa lifahamike. Na kama waswali peke yako nyumbani, ni vizuri ukarifusha swala ikawa ndefu. Kama ni swala ya sunna nyumbani waswali, refusha, soma kwa urefu, anza Bakara, wasoma robo, nusu, kila rakaa hivi. Lakini kama waswalisha watu, basi fuata utaratibu wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Katika swala ya swala nyingine Mtume sallallahu alayhi wasallam, mfano katika maghrib alikuwa akisoma An-Naba mpaka kutoka suratul An-Naba, yani amma yatasaalun, na suratul mpaka suratul Duha. Hizo sura zilizopo katikati hapa zinaitwa al-qisar al-mufassal, alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akisoma. Baadhi kuna sahaba aliwahi kumsikia Mtume sallallahu alayhi wasallam siku moja akisoma at-Tur katika maghrib, suratul Tur. Lakini ghaliban Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akisoma, akiwepesisha salati al-maghrib kwa kusoma sura fupi fupi, sawa. Lakini yatokea mara nyingine kwa watu wale maamuma ambao ni mahsurin, tutajuana sisi wanafunzi hapa, tuko pamoja au tuko kambini, imamu anaweza akarifusha salatu al-maghribi kwa kusoma suratul A'raf. A'raf ni sura moja ndefu sana, ina 100 na ngapi? Ina 200, sio 206? 206. Sasa ile mkiisoma, imamu akiisoma mpaka akija akimaliza suratul A'raf, isha imeingia. Kwa akimaliza maghrib yakimiwa isha, watu wanaswali. Lakini ahyana, afu angalia usiende katika msikiti watu wazee kufanya hivyo, mfano kama vile waona kwamba hapa watu washaelewa dini, wajua na kila kitu, mmesomesha. Kwa sababu elimu kwanza iingie kwa watu wafahamu, na sivyo utakimbia watu msikitini, sawa. Kwa hiyo fiqh katika dini kitu muhimu sana. Thumma yarkaa, kisha atarukuu. Afwan, kabla ya hilo, salatu al-asri na salatu adh-dhuhri. Swala ya dhuhuri inakuwa ndefu, hasa raka ya kwanza, lakini salatu al-asri inakuwa fupi. Salatu adh-dhuhri inakuwa ndefu kiasi, salatu adh-dhuhri inakuwa asri inakuwa fupi. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akisoma awsatul mufassal, yani kuanzia suratul Duha mpaka suratul Nas. Sura zilizopo Duha mpaka kuteremka suratul Nas. Sura hizi mara nyingi ilikuwa akizitumia katika swala za adhuhuri, alasiri na isha. Kwa hiyo kuanzia pale Duha kurudi nyuma hivi. Maimamu watakikana waliangalia sana hili, kwa sababu watu wengi ukhalifu sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam katika namna ya usalishaji. Akarifusha salatul asri, swala ya kimya, lakini akaanza wal mursalat. Watu mimi nishasoma al-Qari'a alishamaliza, imamu bado nasoma, labda nisome wal adiyat, akisoma isha, imamu bado, labda nisome alhaakumut takathur, soma bado. Kwa hiyo utakuta mtu mwingine huko nyuma ukereka. Kwa hiyo imamu asili yake atakana achunge hali za maamuma wake, na ukitaka kuchunga vizuri, hebu fuata utaratibu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika jambo la uswalishaji, sawa.